Kwa kuwa sisi sio watendaji, mbunge wala diwani sio mtendaji wa kazi za kila siku. Manake wewe ndo umeajiriwa kwa niaba yetu kumfanya mwananchi aweze kuwa na matumaini na furaha. Hasa pale ambapo wewe unayelipwa mshahara kwa niaba yetu sisi uwafanyie kazi wananchi, kama kazi haziendi ndio mgogoro unapoanzia. Ndio maana nafika mahala hata akija kiongozi mkubwa kama alivyokuja waziri mkuu, unaweza kusimamishwa mkuu wa idara fulani pale afu wananchi wakaanza kukuzomea. In fact ikifika hatua mtumishi wa umma unasimamishwa kwenye mkutano wa hadhara, unaulizwa maswali, wananchi wanakuzomea. Yaani kiutaratibu wewe unatakiwa kufuzwa kazi hapo hapo. Yaani hapo hapo uwanjani unatakiwa kazi yako fanya nini? Iishie. Maana yake hao wanatuma ujumbe ya kwamba hawafurahishwi na kazi yako, na kama ingelikuwa ni kupiga kula wakati huo, wewe huna kula ulizonazo za kiongozi aliyechaguliwa mahali pale. Yaani mathalan tukuseme hivi, kila mkuu wa idara hapa akisimama tukakuuliza wewe kwenye idara yako unachangia asilimia ngapi ya ushindi wa Daktari Samia? Yaani tukikuchukua wewe na idara yako, performance yako, tukaenda kuambia wananchi kwamba huyu ndio mkuu wa idara fulani. Kwa mfano wewe mkuu wa idara ya ardhi, tukikusimamisha kwa watu kwamba huyu ndio mkuu wetu nini wa idara ya ardhi. Hivi wananchi wakiambia tupeni kula, una asilimia ngapi?